Habari za leo watu wa Mungu. Napenda nizungumze kitu kimoja. Nimekuwa nikiulizwa sana kwenye masomo yangu ninapokuwa ninafundisha kwenye media, hasa Radio Hai. Watu wamekuwa wakiniuliza maswali kama hasa swali, kwa nini watu makanisani hawaoani? Yani kijana wa kanisani na binti wa kanisani asilimia ni ndogo sana wanaoweza kuoana kwenye kanisa moja. Kwa maono yangu au kwa kile ambacho mimi ninakiona, kwamba ili binti wa kanisani aolewe kanisani pale na kijana wa kanisani aoe kanisani pale, zinahitajika sifa za ziada sana zinahitajika sifa za ziada sana, hasa kwa sababu hawa vijana wanakuwa nafahamiana sana. Mienendo ya wasichana wa kanisani na wavulana wa kanisani wanafahamiana sana. Kwa hiyo ukimuona binti wa kanisani ameolewa kanisani hapo hapo, na ukamuona kijana wa kanisani amechumbia kanisani hapo hapo na akakubaliwa, ujue zimetumika sifa za ziada sana. Na kwa vijana inaweza ikawezekana, lakini kwa mabinti maana yake kwamba ni lazima uwe na sifa ya ziada sana. Unajua vijana wa sasa hivi, ukiwa mvivu vijana wa kanisani watakutambua. Ukiwa na mdomo mchafu vijana wa kanisani wanatambua, kwa sababu unaimba nao kwaya, unahudhuria nao ibada, unahudhuria nao mafundisho na kila kitu. Kwa hiyo wanakuwa wanakufahamu. Ukiwa hujui hata kupika, unajua watoto wa siku hizi, mabinti wa siku hizi wengine hawajui hata kupika. Wali wenyewe unamshinda, ugali ndo usiseme. Kwa hiyo kijana wa kanisani anajua. Kwa hiyo ni mpaka binti huyu ajizolee sifa za ziada sana, ili hata kanisa linasema yes, huyu msichana anafaa. Hata mchungaji atasema yes, huyu msichana anafaa. Mchungaji anaweza akasema binti yangu nataka aolewe, lakini kuna wazee wa kanisa, kuna viongozi wengine wa kanisa, lakini kuna washirika wa kawaida. Ni lazima kijana uwe na sifa ya ziada sana kupata mchumba kanisani. Kwa hiyo vijana wengi hawaoi kanisani kwa sababu wanawajua mabinti. Kwa hiyo naamua bora akatafute nje huko, na binti anaolewa nje ya kanisa kwa sababu wanaokuja pale mara nyingi wanakuwa hawafahamu sana. Kwa hiyo ni rahisi, kwa sababu anakuwa hafahamu vitu vyake vingi. Unajua kijana wa kanisani ukiwa na mahusiano ya ziada pale, anakujua kwamba huyu anatembea na huyu, huyu sasa ana mahusiano na fulani. Kwa hiyo wanajua. Kwa hiyo unakuta kwamba sisi tunataka vijana kanisani waoane, lakini kwa sababu ya sifa hizo nyingi zinashindikana, tunashindwa kupata ndoa kanisani. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba vijana, hebu tutengeneze sifa ili tuweze kupata wachumba pale pale tunapoabudu. Tupate pale pale. Ukimwona binti kaolewa pale pale, jua yule binti alikuwa na sifa za ziada sana. Kwa hiyo mawazo yangu ya leo na nilichotaka kushare ni hicho. Mungu awabariki sana na aendelee kuwa pamoja nanyi, hasa vijana. Nawaombea neema ya Mungu, mpate sifa za ziada, muolewe kwenye makanisa pale pale. Msilalamike, tengenezeni sifa za ziada. Amina. Asante sana.